Mamu, mumeo ameleta malalamiko hapa kwamba wewe sasa umekuwa msaliti wa ndoa. Kwa nini unafanya hivyo mdogo wangu? Kitu gani unakosa kwake? Na kumbuka kwamba mimi na wewe ndo tuliobakia. Hatuna tena baba wala mama. Na mdogo wangu, nilipokuozesha nilikuwa nina furaha kubwa sana. Umeiweka heshima katika familia yetu. Hebu niambie, ile jambo ni kweli? Kaka, kwanza mimi nitanguliza kwa kusema samahani. Yaani vitu ambavyo vinatokea mimi sipendi vitokee. Mimi naipenda ndoa yangu, nampenda mume wangu, namheshimu, lakini kuna baadhi ya vitu navikosa kwake. Najikuta nafanya tu. Sipendi kumsaliti mimi, na sio mimi tu, mwanamke yoyote kuna baadhi ya vitu akivikosa kwenye ndoa, basi anajihisi anakosa uhuru na amani katika ndoa yake. Kwa hiyo ili jambo wewe unalifanya kweli? Wewe una akili Tena bila haya wanaambia mimi hivyo kaka yako amba kuna vitu nakosa. Wakosa kula au kitu gani wakosa? Kwa nini mimi usiniambie kaka yako ili nikakupe hicho unachokikosa wewe? Sio kumsaliti mumeo Sikia, usinieleze upumbavu mimi. Wasikia nataka utulie na mumeo. Tena ukome hiyo tabia, sijirejee tena hiyo. Umenisikia? Naomba uondoke. Baadaye sikia, hicho kitu unachokosa inaonekana kumkwa mgumu sana wa kuniambia. Kwa hiyo nakupa muda ufikirie, uje uniambie ni kitu gani unachokosa. Toka. Dude ilikuwa alinkaa ndani tu mwaliolewe Leo kashapata mtu, kashamuoa, kashamsitiri. Enda kaa andansaliti amba kuna vitu mimi nakosa. Kwa hiyo huyo leo naye atakupa na huyo kishaachwa hatakupa tena chochote huyo. Hivyo mwanamume una akili kweli? Una akili timamu kweli we? Kilichokufanya ukatoka hapa ukaenda mpaka nyumbani kwenda kumuulizia kaka mambo yote yanaendelea kwenye humu ndani. Kitu gani? Kitu gani kimekufanya ukaenda ukaongea vitu vyote ambavyo vinaendelea kwenye ndoa yetu? Wewe hujui kinachonisumbua mimi? Hujui mpaka mimi kinachonifanya natoka kwenye ndoa yangu? Hujui? Unajifanya umesahau Unajifanya una mdomo wa kushtaki kwa watu Na mimi niwaambie watu? Niwaambie majirani wewe kinachokufanya hivyo mpaka mimi nafanya hayo? Nikaseme kwenu? Utaridhika wewe? Unanitia aibu, yani unaenda kwa kaka unaongea vitu vyote na kusaliti. Ndio na kusaliti Mke wangu, muungwana ni matendo. Ulipofika hapa ungeanza na salamu. Hata kwamba haina heshima kwangu, ila mimi ni mume wako. Alafu umepata ujasiri huo wapi wa kuongea na mimi kama mtoto mwenzako? Na kwa nini siku hizi unaota mapembe? Hivi ni nani anayekuharibu akili mke wangu? Na ni nani anaichezea akili yako kwa ajili yangu mimi? Wewe ulitaka labda mimi matatizo yangu nikapeleke wapi? Ulitaka nikamshtakie nani? Ulitaka nikaongee na majirani? Na kuuliza, ulitaka niende nikamwambie watu baki? Yule ndiye ambaye mimi alinikabidhi mke.
na yule wewe ni kaka, lakini kama mzazi wako basi kuwa na adabu na ndoa yako. Mimi sio kuwa napenda kufanya hivi mke wangu, ila mimi naumia unachonifanyia. Alafu tambua mimi ni mume wako. Kuwa na heshima unapoongea na mume wako. Hata dini inaeleza sauti ya mke kuwa chini kuliko ni sauti ya mume. Sikiliza, kama umenichoka, heri ya kuongea kuliko maudhi. Sasa mimi nilichokwenda kukifanya niko sahihi, ila wewe unachonifanyia sio sahihi. Mke wangu, una akili? Sikia, nimeongea na kakako yote unayonifanyia. Yeye ndo atakuwa na maamuzi. Ni mwanamke gani asiyojua thamani ya mume wake? Ni mwanamke gani anoacha kujua heshima ya ndoa yake? Unakosa nini kwangu? Unafuata nini kwa mwenzangu? Acha kunitesa asubuhi na usiku. Ulichokutana nacho ndicho nilichokifanya. Ala, kumbe unanifundisha? Mimi sifundishwi. Unanijua vizuri. Ulichokiona ni mwanzo tu. Nitakuonesha mwisho wake. Ishara maumivu, machozi yanaponitoka, sa kwani umenisaliti, moyo wanitesa. Mapenzi ni nini? Mbona yanitesa? Kila siku mimi inayeumizwa, majonzi usoni, moyo wateseka. Nimekosa nini? Ninasulubika.